Mkaka namba 5. Mkaka single namba 5. Reveal yourself on the stage. Bachelor. Hapa. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Zayan. Nani? Zayan. Una miaka mingapi? 28. Okay, 28. Unafanya kazi gani? Ni mjasiriamali. Mjasiriamali wa nini? Wa biashara ndogo ndogo tu. Okay. Lengo lako ni nini haswa kuja kwenye challenge hii? Challenge. Lengo la kuja kwenye challenge ni kutafuta na kumpata mwanamke ambaye tutakuwa wote katika safari ya utafutaji. Haijalishi katika hali gani, iwe nzuri au iwe mbaya, iwe ngumu, iwe nyepesi. Kwa nataka mwenza ambaye tutaongozana wote. Sawa, ni hilo tu. Yeah. Mambo. Poa. Kaka samani namba moja hapa. Hapa. Simama hapa. Kuna umepasua puto? Cha kwanza mimi achana sijui na hoja yake, aina mtu anayemtaka mimi. Mavazi jamani, nachagua aina ya mavazi. Mavazi yake yakoje? Yani pigo alizopiga tu, yani kawaida mimi na favorite zangu kwenye mavazi. Kuna namna napenda kaka au mbaba, yani awe smart fulani. Kaka unajionaje ulivyovaa? Mimi najiona nimevaa kawaida kwa sababu sipendi kupendeza sana wala sipendi kuwa kawaida sana. Kwa mimi nilivyovaa ni favorite yangu. Yeah, kwa kama mtu hajapenda nilivyovaa ina maana hawezi kuwa mpenzi wangu. Wewe ni fashionista? Hapana. Okay. Hii hapa ni mbona kama ni nzito, kama ni ya baridi, ya kuvaa ukiwa unasikia baridi? Hapana, sio nzito. Hii ni simu. Ukishika kwa pande huko utasikia. Ni nyepesi tu. Hii. Unasikia? Kwa hiyo hata kwenye jua nini? Yeah, unavaa kwa sababu ni mikono mifupi. Kwa hiyo na ipo open. Kwa sababu umevaa t-shirt ndani ila iko nje na maana iko open. Yeah. Okay. Wewe hujapenda nguo gani yani? Napiga kiaje? Maana t-shirt, suruali, hii ndo nakwambia sijui nini. Yani alivyovaa tu jumlani sijapenda chochote yani. Kwa kaka unampenda unavyomuona? Hapana. Amependeza hajapendeza? Kwa nimwangalie vizuri. Amependeza lakini hajanivutia. Amependeza ila hajakuvutia? Yeah. Embo mpe 360. Haina haja kwa sababu sitapata faida yote. Hamna haja ya kumuonyesha 360 kwa sababu hamna faida yote napata kwake. Hata hivyo ulisema hujampenda. Na hoja tu hana. Mambo? Poa. Kaka sogea hapa. Kwa nini umepasua puto? Kwanza nikupe compliment yako, wewe ni mzuri. Una kidimpo kizuri. Una dimpo? Onyesha kwenye kamera, sio mimi. Smile kidogo. Mmeliona dimpo? Ngoja nielekee mic. Lakini he's not my likes. He's good lakini ni basi tu. Basi tu. Yani without any reason. No comments. Kwa kweli no comments, sisi kuongea bila mwanasheria. Kwa hiyo yani umtaki tu? Sio kwamba simtaki tu. Nyie ndo wale mna date afu unamwacha bila sababu? Hapana. Okay, kwa nini huna sababu ya kutokumpenda? Wewe unaona aibu kuisema au you feel like you feel guilty or something? Hapana, ananipa negative energy. Yani kwa muda ambao utaendelea kumsikiliza utajua tu. Kwa anapoonekana wewe mwenyewe tu utaona. Umemwelewa? Sijamuelewa. Ila kiufupi tu labda kwa sababu kila mtu ana vitu vyake unajua. Yeah, kwa hiyo moyo wa mtu huwezi ukawalazimisha. Kwa
mapenzi ni hisia, na zile hisia ni kama shoti za umeme. Yani kinapotokea kitu tu, kama mtu umempenda, yani moyo unasikia unapiga shoti. Kwa hiyo wewe umempenda hujampenda? Mimi sijampenda kwa sababu yani sio pigo zangu kihivyo. Kwa sababu yani ninavyoongelea pigo namaanisha ana mwili mkubwa kuliko mimi. At least na mimi ningekuwa na mwili mkubwa, naona kidogo tungematch. Ni hilo tu. Hiyo ndo negative energy ambayo nilikuwa naisubiria. Yani kwa macho yake tu, the likings alivyoingia, alivyokuwa na macho yake anaangalia, na mimi I saw that coming. Mambo poa. Sogea hapa kaka. Geukia kamera kidogo. Kwani umepasua puto? Kabla sijajibu kwanza tungemuuliza yeye. Eti kaka, kwani umevutiwa na mimi? Be honest. Unavutia, lakini sijajua, kwa sababu naweza nikavutiwa na wewe ila bado sijajua favorite yako unapenda kitu gani. Kwa hiyo siwezi kujimaliza mazima, kwa sababu unaweza ukavutiwa na kitu lakini kutokana na jinsi unavyoendelea kukijua ukakosa kufikia lile lengo. Kwa jinsi nahisi tunavyoendelea kuongea nitapata jibu zaidi, ila unavutia, ni dada mrembo, una mwili stable, uko smart, vitu vyako uko poa. Unavutia, umeambia. Yaani kila ninavyozidi kumwangalia nazidi kuumia sana. Kwa nini? Kwanza nimeumizwa. Yaani nimeumizwa ile stage ya mwisho ile. Sijui unaelewa? Alafu aliyeniumiza. Yaani ni kama wana look the same hivi. Kwa kadri ninavyozidi kumwangalia, yaani navuta picha kwa ex wangu, afu naona kama yatakuwa yale yale tu. Unajua usimjaji mtu kabla ya kumfahamu, na ndio maana nimesema nimeshindwa kujaji kumaliza kabla sijamjua. Uwezi ukafuata stendi ya mabasi ukaangalia gari ukasema hili sitalipanda, ni bovu, wakati hujawahi kufanyaje kulipanda. So katika safari ya mahusiano, Mwenyezi Mungu amemuumba kila binadamu na nafsi yake, kila binadamu na mapenzi yake. Kwa hiyo kuumizwa na mtu fulani haiwi chachu kwamba wote ni the same. Hata mimi nilipotoka nimeshaumizwa sawa na wanawake, lakini haijafikia kwamba moyo wangu unasema mwisho sasa siwezi tena kupenda huyu. Yeye anahisi, si ndio maana nasema kwamba kufanana kwa mtu hakumaanishi kwamba nafsi na matendo vyote ni kitu kimoja. Kila mmoja alisema anaumia, ndio anahisi kwamba labda nitamuumiza, nitamfanyia kama aliyomfanyia ex wake. Ndio maana nasemaje, moyo wangu na moyo wa ex wake na matendo yangu na matendo ya ex wake ni vitu viwili tofauti. Umesikia dada? Kwa hiyo anafanana ex wako kabisa? Yaani kwanza kiufupi, kaka, naweza nikakuumiza. Yaani nitakuwa nahisi tu kama nipo na yule. Umeona? Yaani nitakuwa nawaza kukupa kisasi. Kwa nini bora tu kazi ipo. Nimjibu. Ni sawa. Na mimi napenda hivyo kwa sababu napenda kuingia katika mahusiano na mtu ambaye yupo tayari. Kwa hiyo kama yeye anahisi ataniumiza, basi ni bora
safari iishie hapa, tusiendelee, kwa sababu sitaki kupitia yapitia nyuma. Yeah. Mambo Poa. kwani umepasua puta? Nimepasua puta kwa sababu ni mwanaume mweupe. So vitu zangu, afu vitu vingine siwezi kuongea bila mwanasheria. Mpaka mwanasheria? Mpaka mwanasheria wangu ndio vitu vingine uongee. Kwa hiyo hujampenda wewe kwa sababu mweupe? Yeah. Wewe unavyomwona mdada, yani umevutiwa naye? Anavutia. Na ungeweza kuondoka naye kama asingepasua? Mzuri, mweusi fulani, uliotulia. Ungeweza kuondoka naye? Kama moyo wake ungekuwa unaonyesha kunipenda mimi, ningempenda, lakini kwa kuwa nafsi yake haipo pamoja na mimi, hatuwezi tukakaa kiti kimoja. Umesikia? No comment. No comment. Dada. Mambo? Poa, mambo. Poa, mzima? Ni mzima. Unamwona kijana wetu hapo? Nimemwona. Hebu tupe kwanza hapo rate. Kwa mimi nimempenda yeye jinsi alivyo, kwanza anavyoongea, ila mavazi tu ndio sijapenda. Kwa kila kitu umependa kasoro mavazi? Yote, mavazi. Kwani mavazi si unaweza kumwambia vue jamani, ukianza kudate naye unamwambia vue avae kitu kingine Kwenye kumbadilisha mtu ni kazi pia Nguo tu? Kabisa. Wewe ungeambiwa wewe unapenda mwanaume avae nguo gani sana sana? Avae tu apendeze, yani aonekane, yani anapotokea tu unasema yes. Nguo kama aina gani hebu niambie? Shati, suruali? No, anaweza kavaa iwe ni shati, suruali, lakini awe na mpangilio mzuri wa nguo. Hapa kakosea nini hebu niambie? Vyote. Yeah. Yaani wewe unapenda t-shirt ilivyo, suruali mbaya, si ndio? Au nguo ni nzuri ila hajapangilia? Nimempenda yule kaka jinsi alivyo kote, isipokuwa mavazi tu basi. Kwa leo kisa kaja kavaa hivi, hilo tu, sina lingine. Kaka umesikia? Nimemsikia kukwambia mavazi na nimemuelewa, na sio kosa lake. Duka kidogo. Sio kosa lake, ni moyo wake, na pia ni maamuzi ambayo anayoona yeye. Sawa, kwa sababu kwenye swala la mavazi mtu hana nguo moja. Sawa, mtu unakuwa na aina tofauti ya nguo, ila tu unaamua leo utavaa hivi, kesho utavaa hivi, kesho kutwa utavaa hivi. Lakini kutokea kwamba upeo wake umeishia hivyo, kwamba anaona mimi na mavazi haya tu freshi. Haya basi, pole bwana. Mavazi tu yanakufanya usipate mke. Haya, sasa wadada wote wamepasua maputo, itabidi tuende kwenye segment nyingine ambayo ni Poda Challenge. Poda Challenge, jamani, Poda on the stage. Sasa hii poda itakavyoletwa, utampaka mtu huyo mmoja tu ambaye hujampenda, ambaye umechukizwa naye, hujavutiwa naye, sawa? Utampaka usoni mara moja, tunampaka tu pap basi. Wananitia kwenye lawama sasa. Hamna lawama. Unajua dada wa watu, sawa? Ambao ndo wote wamekaa, wamevaa, wamependeza, sawa, wamefanya makeup zao zimewakaa fresh. Sasa afu kuna kitu nitajisikia kwenye nafsi, yani sitajisikia happy kwamba nimemfanyia huyu kitu fulani. Sasa sisi tunataka kuona, je, wewe unaweza ukafa kwa ajili ya penzi, kwa ajili ya mdada? Kama huwezi kumpaka mdada unaumia, jipake wewe. Mmoja tu umeshindwa kumpaka, jipake wewe kwa niaba yao, chap chap. Poda hiyo. Naomba niwaulize. Sawa. Wao wenyewe wapo tayari nipake yoyote, nichague au nijipake mimi? Mimi ndo nimekuruhusu, mimi ndo ninaweka sheria hapa, mimi ndo host. Sasa nimesema mpake mmoja ambaye hujampenda. Wewe usijali, wewe mpake mmoja. Unaogopa? Hamna, siogopi. Haya, au kama uoni huyo mmoja jipake mwenyewe.
Unampaka sana au kidogo tu? Huyo atakupa hapo, atakupa huyo. Utaondoka na hiyo tissue kama utakavyowekewa mkononi. Kasheshe. Kwa kweli. Mmoja tu, chap chap. Mmoja tu. Nisamehe jamani, ni sheria. So, haina jinsi. Chap chap. Chap chap sawa, ni sheria. Sasa, mimi ngoja tu nimpake huyu. Usiniambie. Mimi nampaka huyu. Utanisamehe, ila pole sana. Sawa? Pole sana. Sijakusudia, lakini kwa sababu umehisi labda mimi nitakuumiza, unaniona kama ex wako, kwa hiyo nimeamua nivae ile uhalisia wa huo ex wako sasa. Ila vyote pole, wewe ni mzuri, keep it, utapata. Sawa? Sawa. Ila kakuka kidogo. Sina cha kusema jamani. Nashukuru. Sawa. Asante. Njoo bado kaka, njoo. Unatumia majina gani social media? TikTok natumia Mr. Chicken 125. Na Instagram natumia Zankid Official. Yeah. Mmemsikia jamani? Una la kusema? Uliposikia Instagram name yake unamjua nini? Sema kama unajua. Kwa sababu labda tushakutana labda TikTok. Kitu kama hicho. Sema. Hebu rudia majina yako Instagram. Zankid Official na TikTok Mr. Chicken 125. Haya jamani. Mr. Chicken is going back home single. Asante. Mbona umebaki kama Jones? Hapana. Hapana. Okay, this is Pasuka Challenge. Na tumefikia mwisho wa episode yetu ya pili. Jamani wadada, siamini kama wote watano tumeanza wote tunaondoka wote. Wakaka ngapi wameingia mjamchukua hata mmoja jamani? I'm a single lady. Mtanisumbua nye episode nyingine, mtafute wanaume muondoke nao hata kama mjawapenda. Don't forget to subscribe our YouTube channel linaloenda kwa jina la Nukta Studios. Kipindi hiki cha Pasuka Challenge kitakuwa kinarushwa hapo tu YouTube. Jamani, challenge ijayo kwenye episode ya 3. Don't dare miss it kwa sababu itakuwa ni challenge ya yai. Na nyie wadada nyie, mwambie wenzenu jamani watakao kuja hapa, challenge ya yai. Kwa kwanza mkija mpendeze. Uhakikisha unaondoka na mwanaume. Ukibaki hapo utakunywa yai. Kama utakunywa utapasuliwa. Tena yai visa. Anyways, kama utapenda kushiriki kwenye Pasuka Challenge kama mkaka au mdada, usipate shida, usipate tabu. Kuna namba hapo chini zitapita. Hizo namba utatafuta WhatsApp, uta request, then sisi tutakupa majibu. Karibuni sana kwenye Pasuka Challenge. Woo! Yabna! Mkaka wa kwanza ambaye uko single, utaki mke au? Na karafuu wiki mdalasini kwa biashara yangu. Kaka, unapomwona anavutia. Unamwonaje? Labda nibadilishe macho. Kwa haya macho yangu hajanivutia. Kodi umepangilia mwenyewe? Nimelenga mwenyewe. Karume imehusika. Karume imehusika. Hizi nguo za Karume imehusika, sijasema za Karume. Imehusika. Imehusika kwenye nini? Alihusika kwenda kuchagua. Yaani umeenda kuchagua nguo Karume kanunua sehemu nyingine? Ni Mpare, ila Mpare wa Tanga. Mpare wa Tanga? Kuna Wapare wa Tanga? Wapare ni wakorofi sana. Wewe unampa asilimia ngapi kwenye 100?
Labda tuziondoe hizo miafu tu, tuanze kwenye zero, labda huko kwenye negative sema ngapi labda. Nimependa alivyovaa, nimependa kabila lake, ni pare mwenzangu, tena nahisi ni Msabato pia. Ndio. Jamani, wameonana, wamejuana. Yaani sisi kipindi hiki hatuhusiki. Na nimempasulia pia kashajua, wala usiwe na shida. Usiwe na shida kabisa. Jamani, Melania. Action. Sina lingine, namwambia tu. Mbona vija kumagikia jamani? Naomba tu nimwambie asante. Asante mdogo wangu.